Hey guys, welcome back to our YouTube channel, and in today's video we are going to discuss why love and relationships are not working these days. Please subscribe, like and share and comment. Like for example, why are you not dating? Like one reason, nowadays love is expensive. Love is expensive. Yeah, that's true. Yeah, the little good morning inafaa pop up na M-Pesa message. Pro hiyo inawako wapi? Like squeeze madem, anataka like apewe pesa so that they can love you in return. They can reciprocate. You know, love is reciprocated with something. Yeah. So hiyo haiwezi. So wewe unasema tu love is expensive. Sasa nyinyi mnataka unapenda mtu like na kuna kitu una provide. No, you know, sina kupenda. There are things I can do. Kasi hiyo good morning I am caring. Yeah, But I am putting that effort of kuonyesha I am caring, but when unataka you want something else. So bila pesa Obviously love is expensive. Obvious, lazima ikuwe na hizo vitu unakuwa lazima uinvest na kama unapenda dem, sidhani kuna kitu huwezi mfanyia. lakini kitu hiko si bado kama unapenda mwanaume kuna kitu huwezi mfanyia. Nini? Sasa sisi kama madem kwa hii generation yetu sana To be pampered. mtu anataka mtu mwenye ako na pesa juu utaniambia tukae kwa nyumba tutaseke na wewe. So hiyo mapenzi italipa nyumba. there's no love without money. There is. Not really bad. Yes, there is. But kuna vile Unajua shida ni uvumilie mtu alafu amepata pesa akaenda kudanga anatafuta type yake. So enda tu tafuta pesa. Lakini view yangu ni tukidate hatufai kuintroduce sana mambo ya pesa. Hiyo ni view yangu, najua I may go against everyone here. Lakini kwangu mimi naonanga ukidate mtu amfai kuguzilia pesa. Mimi kitu yenye najuanga the moment nikienter into marriage that now my wife is my responsibility, but when you are dating you are not my responsibility. Mimi I have my life, you have your life, we are just dating so that we can get into marriage. Mimi kwangu nikidate the goal ni kuoana. So nikidate sifai ati ni wewe kama dem ati uniekelee mzigo ya kukulipianga bills zako. Hivyo mimi ndio na mimi sasa. So tukidate we are just dating, mtu ako na maisha yake, lakini sisemi ati hatuwezi saidiana financially, lakini si ati ikue ni mimi ati ambe wangu niwaambie kitu moja. Si ati time mna date na mtu lazima uchukue hizo responsibilities zake zote. Obviously kuna zenyewe kama ni nywele unaweza msaidia. Si ati juu ati sijui unaweza kumlipia rent sijui nini. Sikata hivyo, lakini ndio there are some girls wana pesa. Unajua kuna some girls wanasemanga mimi nikidate mwanaume siwezi jilipia rent, siwezi jishukisha, siwezi jibaia. Hapo napo kuna dem ka hao wewe wako personally maybe we see what type, lakini they are okay, si mna date already unajua your boy vile yako financially. Huwezi enda at least hata yeye aonyeshe akiweza pata anaweza kuprovidea. Si mtu sahihi. Mimi sijasema ni lazima unilipie bills zangu. But at least onyeshana unaweza. Shida moja mimi naweza sema mimi kwa relationship haiwezi work bila pesa. Kama communication unapiga simu si lazima uweke credo. Kama ni huyo bibi yako ama your girlfriend. Kama ni ile data maybe ndio utakuwa unamwekea. Ana expect that juu ana expect you are his boyfriend na unafaa kumuongelesha yani na communication. So unafaa kusponsor those things. Kama tuangalie tu situation yenyewe kadema kona pesa. Sio ni manzi wangu na mimi nataka kumuongelesha sido. Why can't I call her instead of buying her credit? Kwani demu yako lakini hapo buy credit hata anaweza huwezi mbaia online ataingia juu yako.
ama anapenda ama anapenda sababu ni shida yake si ajisort. That's not relationship. Inafaa Sio relationship. Lakini kitu naonanga kama mko pamoja hivi, that's not a relationship. Mkidate things should be fair. Si ati mwekele boy child mzigo yote like ati ili nikuongelesha lazima nikubaie data, ati ili nikuongelesha lazima nikutumie pesa za credit. It should be mutual. Si tunapendana sisi wawili. Mapenzi si kufinyiliana. Ati simply because I'm the man, now you should put the baggage on me now. No, it should not work that way. As per se, sikatai, lakini mimi kitu nasemanga, mi when we are dating, siwezi jekelea mzigo niseme, hata kama niko financially stable mi kwangu, siwezi jekelea mzigo na date them, and then ati nijekelea mzigo ni mimi nitakuwa nikifinance tu vitu twake hivyo juu unapatanga huyu mtu umemfinance, na ndio maana unapatanga at the end of it mkiachana na mtu unasema na venye nimekufanyia na venye nime ile ndio utakosa hizo pesa atapata different view yako sasa. So mi kwangu my wife ndo anafaa kuwa my responsibility, by my girlfriend hafai kuniekelea mzigo, lakini I can assist her financially. I can kujitakia hiyo. Lakini mimi nasikianga mkisema sijui my wife na si girlfriend. Kwani wife anatokanga wapi? Si mtaanza kudate. Sikatai hivyo. So kama mtu anaonyeshana hiyo tabia pale kwa date, you are just like, hata una haja. Hautakuwa nayo. Acha nikwambie, ukiweza kuwa umependa mtu kiasi gani, hakuna kitu huwezi mfanyia. Hiyo ndio mnasahau. Na mimi sikatai hivyo. Mimi hakuna kitu siwezi mfanyia, lakini provided you are not my wife, you are not. Lakini pia ina depend mnapendana aje kiasi gani. Uwezi kuwa unajua kuna mtu kwa relationship na anajua demu yake ako kwa relationship. Si yeye pekee, kuna wanaume wengi. So how will you be responsible na demu hako in you, yani anaenda hadi huko kwingine. Labda akuwe loyal. Formika si bata trade. Ikue kadi kwa rafu ni bata. Mimi siwezi. Unalingana kama nikupe unipe. Ndio maana mnachitiwa juu. Kama uko kwa relationship na dem, umpe mapenzi na umpe pesa, anafanya nini na wewe? Unajua mapenzi ni kitu inakuja natural, hiyo siwezi shindo. Unajua kama ni pesa, you want me to be there for you, nichukue responsibility zako. Hadi wewe uchukue zangu. Can you imagine mimi niamue nikupende? Na unanipenda pia. Like hadi nikiweza kuwa na shida wewe nisaidia. Sijasema hivyo. Ikue hivi si nimekupeleka out. Unajua nyinyi mko na mindset ya. This weekend nimekupeleka out. Women don't like to reciprocate. Hataki yani next weekend yeye anipeleke. Anapenda by the way ndio maana nyinyi ndio maana nyinyi mko wanaume. No, unajua ufai kuweka hivyo. Wewe tuko equal. Unajua mnasemanga hivi Moline, tuko equal. Sisi mimi na wewe yani kwa kazi lakini ikifika ni responsibilities wewe uko equal. Lakini mimi naona kadema kuna pesa na boy yako na pesa. Hiyo mnaweza elewa. Hiyo ni sawa. Leo hii weekend unaweza nipeleka, next weekend nikupeleke. Lakini nyinyi hasa provided niko na hiyo pesa, juka sina nataka nifanye aje. Na wewe hata pia wewe kama hauna nitakuelewa hauna. Ndio maana hapa kuna so hapa sikuwekelea yule mwingine mzigo. Lakini sasa hapa we must come to harmony na kitu yenye iko. Kila mtu acha tusiseme ati mwanaume tukienda like date ni mwanaume anafaa kulipa on your behalf. Mimi naongea on my own. Lakini sisi unajua kuna amesema kuna kesi yenyewe msichana na kijana wako na dosi ndio and then kuna kesi yenyewe dem ndo wako na do kushinda boy. So lakini kuna venye inafaa kuwa too fair. Ukiwa na shida sikata inaweza kufinance ni kusaidia, lakini isikue ni kama ati ni mzigo yangu mimi as your boyfriend ati ni kufinance. Mimi nasema lakini ama ukiwa na shida I can assist you. Mimi sina shida. Wasichana wanakuanga na ile nyinyi ni nyinyi comparison unajua Morini tuseme mimi nimekununulia hadi gari Vitz. Mwanaume mwingine ukamwona na huko anakupromise V8. Utaniacha tu, hiyo nao ni obvious. Hata siku kuacha utaanza kukupea pressure. Hata kupea pressure ili wanaume wanabaia hivyo. Na si hiyo pressure ndio inaleta hadi hiyo distance. So that's why tuachane. Instead ya kudate mtu akupea pressure, weka tu maisha yako. No date your type. Ama kwa ina mwenye anakuelewa. Ukae kuna mwenye anakuelewa. Wewe tu na mtu weka demo wako, unajua ana pesa na tuseme unaona hao wamesema
Na kuna demo anakuwa na pesa. Wewe uko against hiyo, huwezi baia garo wako kitu? Mimi kunalingana na venye tuna interact na yeye. Kama anasikia it is worth kubaiwa, I can buy her everything. Sasa hao wamesema hawaizi take hizo responsibilities until marriage. Lakini kitu chaelewa ni sijasema si ati siwezi baia dem yangu kitu, naweza mbaia, lakini ujue kuna dem wenye wanafanyanga hivi. Ati wanakupea pressure simply because I'm your boyfriend, ati lazima nikushukishe. Kwa nini? Kuna wenye hiyo pressure ati. Kwa nini? Jue wewe finance, you are not my wife. Hey. Ndio tunasema mtu adate pia yake. Wewe wako kaa anaweza kufanyia hivyo, haina shida. Wewe mfanyia demu wako hivyo, tafute pesa nyinyi wawili. But even vingine hiyo hadi imeleta kitu kingine. Na mimi personally siwezi date dem hana ado pia. Lazima ukue na do na mimi ukue na do. Mimi na hata si do pase. Hata si do pase kama mtu ati yako hivyo tu hana kazi anafanya ati like ati ni kudate na hauna kitu unafanya, maybe hauna maybe job unafanya, ati sasa ni kudate tuoane. Wewe huwezi mprovide hiyo kazi. Sikatai, naweza mprovide, lakini mimi bado si obvious. Ukienda kudate mtu unaangalianga like future yake, ama ni mtu wako na future, ni mtu mnaweza enda pamoja na mfanye mambo zenu. So mimi nikienda kuangalia mtu kawe nitaangalia huyu mtu wako na future. Siwezi enda kudate mtu mwenye hana maybe future, hana maybe that's why mtu hana love is not dating. Love is not dating. Mimi nasema hivyo. Hadi mimi nasema hivyo. It's very different. Mimi nasema hivyo. Unaona, as long as unapenda mtu, hata kama ukiwa dem na unapenda chadi na maybe hana pesa na wewe uko nazo, unaweza msaidia ajisimamishe pia yeye. Sisemi pesa, nimesema mtu hana future. Obvious mtu hana future. Umesema huwezi date dem hana do, sio? Sijasema do pase, in general obvious mtu hana do, sisemi ati pesa cash. Ujue do iko in different dimensions. So inaweza sema kama mtu hana future. Unaona kama wewe naweza sema maybe naweza date na wewe juu you are a graduate na in the future panaonekana like unaweza kuwa na future poa, sio? Lakini si ati ni date mtu ati from nowhere, si hivyo. Sijui ama una get. Sisemi pesa. Na kama wewe ndio kwa hiyo situation, sasa wewe ndio una hizo vitu. Lakini kwa nini you date ukiwa una like motive yako ni gani? Mimi that's why nasema motive yako ya kudate ni nini? Kuna ile chance ya kuchoose who you are dating, lakini unaona mapenzi fall in love, you fall blinded my friend. By the way hapo hiyo ni view nyingine tofauti. Sasa mkianza kuangalia hizo qualities, tutaweka kama ni qualities hadi sisi saa hii kuna mtu anaweza kuangalia hivi sasa hivi uko comrade, uko broke, nasema hizi kudate, lakini uko na future. Sasa hivi uko broke lakini uko na future, lakini mkiangalia hizo qualities ati sijui hana pesa, sijui hana nini. You know, we are not against that. You know, despite unaweza patana Mainadi na dem akona hiyo degree lakini hataki kazi. Huyo mimi siwezi. Tu anasema Maina amesoma, amepata job, so acha responsibility yake as the man, as the head. So lazima ujue personality ya mtu. Hata mnaweza patana na coworker wako like simulana mkiwa wawili, lakini mtasumbuana juu umeenda kwake juu anaan juu ampendani. In short mnataka women with money, with brain. Mimi nataka and future tunaweza work together. Lakini tuna mtu hana brain hata kama kuna mtu ana brain na hatumii. For example anafanya tunasema mwenye acha kujivaya amwele. Kuna madeni tu hawezi date. Nyinyi hamdate. Nyinyi hamdate. Nyinyi mwenye nilikuwa naye akili yake ilikuwa hivi. Exactly. Si hadi akili yake. Unajua ndivyo yenye kuna vitu unasoma hadi kwa society. For instance, unasikia madem siku hizi nataka kaa Diana. A man in mentality she wants someone to do, not for her to do, someone. You sound pressure. Sasa sasa nakwambia hivi, mimi na mwenye na date utaangalia yenye amefikisha nini, kiwango yake ya pesa imefika wapi. Huwezi enda kumwambia kubaie hii na unajua hajafikisha hiyo level ya pesa.
Lakini unajua Maureen, wewe unajiongelelea huku nje mademu ni tofauti. Hiyo ni view yako tofauti. Huku nje ukienda nje they are different. They are totally different. Hiyo ni view yako wewe. Unajua andika kwa bia atanifanyia hivi. Sisi tuko sawa. Kwa kile kile utafanyia tu general. Like why you men mostly are not dating? It's because women are expensive. Yaani yule tu mtu anataka tu standards zenye hadi huwezi meet. Kama ati ni ndio maana unaambia utafute type yako. Mtu atakuunderstand. Msiwe uko comrade hapa na unaenda kutafuta mtu wako kazi sijui wapi. Peace of mind ndio kitu ya maana. Kama mtu akupei amani. Ndio maana watu wengine wanaogopa kudate juu ya kuhatibrekiwa, juu ya peace of mind. Juu ukihatibrekiwa bwana. Ndio hiyo heartbreak ni ukweli. Another reasons why nini kuko hivyo ni fear of heartbreak. Unaogopa Wewe pia mimi nilikuwa naogopa sijawahi bwana, unapata kukula wiki nzima. Nilikuwa naogopa kwanza relationship juu ya heartbreak. Kama hujaipigwa heartbreak hadi mamako ana notice. Una open up kwa una open up venye unakaa sasa unarudi sawa kwa hizo. Unaenda kulia anakuja anamwambia sijui enda. Unasikia kama unaweza mwambia hadi chakula unashiba tu ukiona. Unajua sisi ni wanaume, unapigwa heartbreak ukiwa umekaa hapo tu na mamako. Wote wanaongea wewe tu umenyamaza. Na ujui umenyamaza. Na anakunote. Anakuuliza ni nini baya. Hapo ndo unaanza sasa excuses. Sijui nimefanya. Huwezi mwambia ati mimi nimepigwa heartbreak. Heartbreak nao ni mbaya. So, ukisi such experience unaipitia, unajua hadi ukiona demu mwingine unajua hii niingie kwa relationship na bado na heartbreak. Ile kitu ijirudie. Inakuanga trauma sasa. Inakuanga trauma hadi inakaa ikikutiriga hadi unaogopa bana. So ndio maana watu wanaogopa kuingia kwa relationship. Hiyo ilikuwa disorder ya kwanza. Hiyo ndio nilikuwa nimenini. And then kitu kingine women kuna venye wanapenda pesa sana. More than the potential because potential. Unajua sasa mimi naweza kuwa sasa sina pesa but I have a future, maybe in the near future maybe naweza pata maybe job poa na nianze kwa. Lakini sasa nyinyi mnatakanga mtu mwenye akona hizo pesa sasa hii hadi jamaa alikuwa amesema unaweza kuwa hamna pesa saa hii lakini mko sawa unaona kwa potential lakini time atakuwa stable hivi anakudam. But those cases are minimal with the men. Yeah, but mostly compared with women. Unajua mwanamke unaweza mpea hadi hizo pesa zenye anataka Tuseme anakusema anataka mimi nataka 5,000. Umpe. Akipa hata mtu mwingine mwenye atampea hizo pesa lazima achukue. Atampea kwanza tuseme 10k lazima achukue. So attention yake ni money Akipata mwanaume mwingine mwenye ako na pesa sasa hapo hata kama yuko nazo lazima na mimi mwanaume. Sana ukijua hivyo unajua hii so nitakuwa nafanya hivi. That is another heartbreak bana. At despite all you have done ni zero. And then nikuulize ukiwa demu tu kwa relationship mko na huyo boy yenye yakupei pesa si ndio? Si unasema like si lazima udate boy yako na do. And then upate kuna boy fulani pako na venye anakutaka na anakupea hizo do. Unaweza kataa hizo do? Unaweza kataa juu anakupea saa ngapi? Si anakutumia let's say upate boy mwenye anakutaka na huyu boy mwenye hana na huyu boy mwenye hana kwa barabara unaweza pata. Sasa hapo ushatoka kwa ile relationship uko kwa another relationship lakini as long as uko committed kwa huyu na unampenda hadi hakuna mtu mwingine anaweza kuja kukwambia. Mimi naona hebu si bora boy aonyeshe akipata anaweza. Anaweza unajua kuna mtu sahi mko naye akitumiwa dhao umuoni. Ameenda. Unajua wewe kuna mwenyewe dhao unataka nikupea 900 mimi baki na 100. For example kuna watu wako employed. Mtu katikati ya mwezi mko sawa. Lakini maybe hadi chenye inafanya hivyo maybe it's your pressure. Like unajua bibi anaweza kuambia nataka wiki sijui ya 15k sijui nataka mafuta. Sasa unapotelelea kwa nini unamwambia aje? Lakini acha kusema mali unapatanga mtu umemuoa mkifika kwa relationship anabadilika. Ndio unamjua sawa. Amebadilika
Mbona hukumjua? Kwani nani anakwambia utakushuka? Hawa watu ni werevu sana. Unaona mkiwa unamuuliza unapenda unaweza taka mtu ana cheat. Wewe unaweza kuwa mwanamke ana cheat. Anajua akikwambia yes. So unaona sasa ukiwa kwa relationship ndio unamjua live yeye. Hadi wewe saa hii acha tuongee ukweli. Lakini ukiona red flags, hakuna tricks za maybe boyfriend yako ama girlfriend yako una date, unajua mkioana. Saa hii hujui, lakini the moment mtaoana utasema haya kumbe. Lakini sasa huwezi jua hamjakaa na yeye for that period. So usiseme like kwa nini huku mjua, pako na watu wanajua kuficha karakta zao, wanazionyesha nanga. Kama wewe. Kwanza vyenyewe unajua na nimeficha nini? Wanaume wamekuwa devised. So women washajua, si mmeadua wanawake wanataka hivi. So even huyo dem tukiwa na yeye atanionyesha tu hivyo so that I can subject to her. Later unajua huwezi jifanya follow. Unajua mademu wanajua kuact. Kuona mmoja akilia anapigia boy fulani mmoja akipigwa analia. Mwingine akipiga story inachekwa. Jenda bwana. Jenda bwana. Unalia tu. Lakini unaona tena tunapenda pesa. Hadi nyinyi mnapenda pesa. Hata mimi tuiweke kwa this vision. Kwa wawili demu hatujui sio? Niko na pesa, wewe uko na I have dreams, sijui nimepanga hii, nitafanya hii, nataka hii. Yeye akikuja kwa relationship anajua I want a man to pay my rent, to do sijui nini, salon, my nails, to provide everything. Anakwambia sina kaa bed sitter, nipeleke one bedroom, nipeleke two bed walai. On your deals hataki kujua. Wewe unakubali kwa nini? So na wewe dem kama ufiki hapo kama ufiki achana na yeye juu hapo ndo mnaenda date your standard. Hapo ndo mnaenda hapo mtu akikupea pressure achana na yeye usatisfy huyo dem, lakini ukimwonyesha uwezi kana kuacha akuache. Juu mimi kwa dem kuna mambo siwezi itisha. Wewe ukinidate ulikuwa unataka nikufanyiange. Lakini mimi nione sitaweza kukufanyia sinaenda. So hata ukisikia utaenda na standard sana. And then kitu kingine dating si marriage, dating tunajuana. So tunaweza achana ama tuendelee mpaka marriage. Mjazaliwa hata hiyo kuoana mnaweza achana. Hata hiyo watu wanaachana wakiwa even after even 2 days kama kuoana mnaweza achana. Mtu anafika tu mahali unaona hizi tabia hapana. And then sasa unapatanga like wasichana mna influence wangu sana na the social media. Exactly. Kama Diana alinunuliwa gari na wewe unasema hata mimi siwezi naweza taka. Kwanza nimeona hadi vile ina thread online watu wanasema I prayed for a husband like Bahati my friend siwezi lakini kuna mtu tu kuongea ukweli huwezi mwambia kubaie gari sasa huyu sasa nyinyi mnatoa wapi? Hata achana na gari hujui ama in future ninaweza kitu kingine inakuanga ni tuseme huyo Diana amebaiwa gari. Wewe kwanza unaangalia wako, wewe hata huwezi nibaia chipu, huwezi nibaia sasa madharau inaingia. Sasa wewe hata achana na Diana. Unaona pressure yenye madem konazo nyinyi unapata wewe Joaquin, unapata Maureen, bibi Maureen na girlfriend wako ni friends. Wewe ubaie girlfriend yako maybe ashu hata tuachana gari sasa. Na wewe uone amebaiwa gari utaanza kupea pressure boyfriend yako ati niliona hata girlfriend ya Joaquin alibaiwa kiatu na wewe unibaie. Like unataka boyfriend yako afanye venye unaona tushana wengine tukifanyiwa huko. Hivyo ndo majority of the girls unaona huyu ameshukishwa na boyfriend yake unasema hata mimi unapelekea boyfriend yako pressure. Jemima ameshukishwa hivyo. Na unajua wewe tu ulikunyolewa unanyolewa. Unaweza mseo ya nini? Unajua ninajiulizaga the first thought that comes to my mind. Ndio maana hiyo kitu haiwezi nipea pressure. Shida ni yako. Si kichwa ni yako na wewe unataka that style na huwezi afford. Mbona uniekelee mimi? Inaingia. Mimi kama dem nafaa kugoja then upate hiyo pesa. Si nikupe pressure. Wanapeana pressure. Unajua huyo hapo juu ya pesa. Na bado unajua bado wanti huyo mwanaume anaweza kuwa na hiyo do lakini reasons unampea fanya hiyo kitu. Anaona siwezi fanya. Tunamwambia lazima
unifanyie hivi. Unajua hadi mtu akikwambia nishukishe nywele kama ya fulani bwana siwezi fanya. Anakukombea. That is seeking validation. Unampe kulingana na venye umesikia. Niko na 500. Lakini kukiwa na pesa ziko available, wewe mpe juu au unawekea nani hizo pesa? Other things like you will die one day. Despite that, I have a future, my friend. I have a future. With her. Alafu nianze kuinvest kwake. And then akutupa. Kwani siku kwa nini hata no? Nowadays, if you are a man na you know, hufikiri ujue shida itakuwa hivi. Dem anataka umfanyie hivyo na atakuacha tu. Kumzalisha si issue, atakupeleka kwa court, you take child support na move on na life yake. So nikose kufanya. Mimi naona wewe kama boy hata wewe jua kutumia pesa yako. Bado anakwambia ufanye kitu unataka wewe. Na sio hizo investment nikikosa kukufanyia si utaachana juu wewe utaki vile. Kitu anasema ni wewe boy usiinvest sana kwa dem sana, usahau na future yako. Lakini ukiangalia dem mwenye una invest naye, angalia yani dem ya standard Unajua kuna dem standard zake yani yako expensive. Na kuna dem mwenye tu anataka tu kunyolewa. Huyo chukua kaa huyo. Huyo mtakaa vizuri. That is alive my friend. Hakuna dem anatakaga kunyolewa my friend. Hakuna. Hakuna amenyolewa alishikwa hivyo wakanyolewa. Unajua napenda. Kunyolewa ni pesa. Hiyo nakupenda. Lakini haiwezi compare na kushukwa. Kuna dem anakaa kwani ananyolewa hapo kibanda. Kuna wenye wananyolewa kuna dem anakaa hapo akiwa amenyolewa. That is acceptable. But a woman kukiwa na mtu ana provide haezi nyolewa. Kulingana nini willingness yake kama penye anataka. Historia yako imekuwa ngumu. Jumi hata huku nje watu wako ofisi unaona tu mtu ananyoa nywele yake. Kuna wenye wananyoa. Ndio maana nasikia. Si mambo na finance, ni yeye tu anataka. Unajua saa hiyo haitakuwa hivi. Bibi harusi anakuwa amenyoa. Na si pesa. Ni pesa hawana. Sasa unajua hiyo style inamkalia poa, unaona? Sasa hivyo ndio Jemima anajaribu kusema. Kama unaona uwezi saidia mtu enda kwa mwenye unampa 30 bob anatosheka. Kwa nini wewe date tu kwa sababu hapo tulikuwa tunasema amtaki responsibilities. To my wife, not to my girlfriend. Wait, I ask these ladies. What responsibility do you want from your boyfriend? Unataka demu wako akae vizuri. Kwa unataka akae vizuri, mrembeshe. Kirembeshwa na wengine, unyamaze. Sasa kesi. Hivyo. Si bora tu tukose kudate. Mademu wanapenda. Sasa lakini unaweza kuwa unaani. Mimi tuseme niko shule wewe unaani. Haya, mimi sina do. Na yuko na uwezi nibaia na unanipenda na unaona sina hii kitu. Uwezi baia. Sama na asemi ati hawezi kubai anasema isikwe. Sama hawezi. Ama anajaribu kutetea anasema na mimi. Lakini asipekele mziki. Si kitu unaniambia na shida alizo. Mimi sijakwambia. Nini nasikia kwanza kusema hivi. There's a problem ni sawa. Nauliza where is the separation? Shida huyu hataki kuambia. Huyu wife lazima mdate. Anaanza mkiwa gani? Kama basi uende soko uchukue bibi muone. Unaona yenye mimi nimeona street wa morning sikudanganyi vile nimeona. I will do that for my wife or my girlfriend. That is not an assurance that ataka. There is a day niliona mwanaume anajichocha vizuri sana. Mimi nikiona msichana na dress amekaa poa, I bait for my wife or my girlfriend. Amemnunulia hadi Mercedes kwanza. Despite doing all that, the woman cheated. Mimi nikijua hivyo, for women do think us like God. Naona Mungu ni mtu mwenye unaweza mwambia nataka hivi, if ako willing akufanyie. Mwanamke anataka if she is moodless, I raise the mood. Kama anataka na anataka nijue hana hiyo mood. Acha nikwambie
Unaona dem, mtalala vizuri, asubuhi uamke, usiki kuongea. Hakuna kitu mtu amekufanyia. Wewe ndio utafanya effort yako ujue. Unataka kujue aje na kwani ama unalia, hatujui nini natuma ulie. Unaona ukiulizwa nini anaweza kuwa hiyo. Hata mimi ukiniuliza situation unamuuliza nini? Na una expect umemtulia. Baadaye aniambia hadi yeye hajui. Ananinyamazia tu like we be together in such a hujui una expect jue haujui mimi nijue. Hata mimi ndivyo nataka ujue. Unafanya nini? And then pia kuna trust issue. Kwanza hiyo trust issue ndio inafanya like unaogopa sana. Hata kama zinajaribu kuwork, ukidate like for 1 month, unaona hapana. Trust issue especially kwa long distance relationship by the way. Kwa long distance nayo inataka tu detachment. Juu unaona kwa anything can happen my friend. Yaani uko na mwisho ndio ikiwa unampea 20 unabaki na X ndio tulisema. Unajipenda mwenyewe kwanza. Yaani uko ready if anything happens. Unaona hiyo kimpia hiyo 20 hiyo ndio itaenda ikuwe 30 in the process ikuwe 40. Unaweza mpea umpe if mtu yule anacheza kadi yake ameprove ako sawa na wewe hadi unajua hiyo hainaga shida but you must prepare for the worst day. So ndo maana anasema ujipende 80%, umpende 20. So nikikuja mimi nione ya mood mimi naisha ni kama vile una risking biashara. Everything is risky. Na tu biashara huwa unaegelea pesa. Unajua this it is all about my influence. Mimi naweza identify a problem na unajua huyu ni mtu imagine umeingia kwako manzi yako haongei unamuuliza ni nini hakuongeleshi. Sasa hiyo ndio shida watu hawaongei. Unaanza kushindwa huyu ama kuna mtu alimwambia kitu wewe unajishuku kwa nini hiyo. Na hiyo sasa ndio unaweza kuwa umeagua kwa uongo. Lakini some things pia dem anafaa kusema. Unaona ukiwa detached baada mtu amekasirika na hataki kukuambia hadi ukuangi na bodhari na yeye ataisema aje? Unajua ni yeye hataki atasema simpendi. Wacha aseme. Mimi nasema kama useme unasema nini usinipe stress bwana. Kama usemi utajua aje. Wewe sema chenye unasema tusikie. Lakini madem unasema unini test ile moto that is the situation. Yani dema anaweza jua hata kuwa na amani leo anaanza stress. My friend, uko na pressure, lazima uende job, si ndio? Umeacha bibi yako, hujui ni nini mumefanyana, unafikiria itakuwa na inafaaje? And then watu wanafaa sasa wajifunze emotional intelligence. Sure. Ukiwa na emotional intelligence utaweza sana kukambo na unnecessary conflicts because unapata demu yako amekukasirikia out of nothing na ujui ni nini. Unajua ulifanya nini? Lakini samani ukiwa like you are uko na emotional intelligence, pako na venye utajua kumhandle vizuri. Na wewe ukiwa dem hautakuwa ukiwa na emotional intelligence hautakuwa unakasirishwa na vitu tu ufala tu. Alafu kitu kingine kwa mademu na tukianga ni wanakukanya ati friendship na maboy wengine. Ati mkisema mmewana ati sio mnatembea sijui na wanaume wenye hawajaoana na huko ndiko vitu zinatoka ama kazi. Pia mtu asifanye hivyo, lakini kuna mwenye utaona anatembea na yeye ni mambo zenye alikuwa anafanya. Ama unapata sasa kama wewe na Maureen ni friends, ukianza kudate anakuambia Maureen mmalizane na urafiki wake juu Maureen simuoni between yeye na yeye nani alijua kwanza. Hiyo ndio shida sasa. Unapata kuna mademo wanakaanga hivyo. So tuko na yeye lakini nikimwambia hata tulikuwa na Maureen friend yangu anakuambia usipe stories za hiyo demu. Nikuulize, umenijua tukiwa na yeye, mbona sasa saa hii as long as tuseme tumeolewa, mimi kuzuri sijaolewa na yeye ameolewa, like tunaenda kwake na kumwambia sijui afanye mambo mbaya, then sharing life. Unajua hiyo kimwambia, and then ndio maana unapatanga in life ukienda kama unaenda kubadilisha maisha. Unakaa saa hii
kwa level yako. Wenye hawajaolewa Na mimi nakwambia tunaweza kuwa mimi na huyu naenda kwake ananiambia bwanake alimfanyia nini na kuinfluence vibaya, kwambia yeye atakuja usipatie chakula sijui ukususi unafaa kumtania. yes uitikie, lakini usifanye hivyo wewe unajijua. Na huyo bwanako akijua wewe bistani nuri sasa unafanya akaanza kukanya urafiki. Sasa hiyo urafiki ndio unaweza na bado anajua hapo mtu kwanza mwenye anamwambia yeye inamkiriga bado ikiskaida virus amewekwa. So kuna time atakuja aanze kuimplement those things. Aone sasa Hata wewe unapatanga influence yenye umepata kwa watu kwa fake. hadi You saa affect hii watu kuna sana. kitu unaweza kuja uniambie ati nini nifanye. Yes, nitakusikiza but sitafanya hivyo. but one day Wewe But one day maybe there will be a chance utamfanya. Unaweza pata mwanamke ameambiwa kuna hapana usimfanyie hizi, na wewe ukifika sasa situation unaanza kufanya hivyo na unapata kufanya. Unaona? Ndio kidogo kidogo na watu wa hiyo ya kufikia pressure ya maisha. Ili kusaidia utapata hata unaweza pata yule bwanake huyo nani sika bwanake afadhali na mambo mnafanya sio yenyewe. Na mwezi Sure. unaona tu mtu akae na mtu kani wake mabeste vile yako. ukae na wenye wanakusaidia nyinyi si nyinyi mmewana nyinyi ndio mnajua mkae venye mnakaa. mimi sifai kuingilia relationship Msikae venye hawa wengine wanakaa. Hawa wanapenda wakiwa hivi. Hadi Hawa wengine hivi wanapenda. for example mimi niko na mtu yeye akijiwekea food hanaga shida, lakini wangu lazima ni lakini wangu lazima Mimi nimwekee. nakuaga hivyo hadi sitakagi kuwekea. Sasa unaona nikienda sasa Na kuna mimi mtu nikiwa na- bibi na- yako na- nitakuja kuinfluence huyu hata yeye unamwekea Wangu za nini anajiwekea, unaweka kwa hivyo. Na still kuna time anaweza ona unajiwekea naanza kuibeba vibaya. Ati huyu si mwanaume kamili. Sijui basically huyu si tu watu nini. waelewane. Na kitu Na kingine kuwa na wanaume friends wanakuanga wanakusaidia. nayo ati mwanaume hawezi pika. Like mbona Unasaidia. Ui, kai. Zamu. hata tuseme hiyo the moment ameona, lakini teknolojia ilikuwa si alikuwa anapika, lakini akioana Si ndio maana nimeoa bwana. umeona ujue kupikiwa. Si before uoane si ulikuwa unakula. Sasa ukioana Kwa nini ati tuseme msisaidiane? nimeenda nje nimechelewa. Hiyo na Napata ujakula. Mbona? Nilikuwa nimebeba sufuria. Unajua kuna wenyewe mnashinda na demu wako anakwambia aje tupikie. Nikwambie kitu moja. Yes, pika. Unakuwa umefika mlango mzuri. Unajua? Kuna mwenye dem ukimfanyia kitu anasikia poa. Unaona? Sijasema upikange. Naelewa si unaona mimi hadi hiyo ya wangu. Kama wewe si mgonjwa, kama uko hapo, yani as long as uko hapo, as long as uko hapo, siwezi kupika. mimi siwezi sema sitapika tunapeleka chakula kwa tumbo yangu unaona so ile kuko Unajua hapo na unajua naweza pika chakula kiasi ni kule yote. Siwezi kupikia. una proof like Si amekataa kupika. Unajua one thing Unajua mwanamke asiki yangu ndo ninafanya si being a man hapo nitasema it is my duty. Kuna duties zenye najua these are my duties as a man. Na wewe these are duties for you as a woman. Kupika si duty yako. Nikikuangalia hiyo haina Shida yako ni kuamka uende Before unaoa huko unakula. nauliza sasa hivi kwa moja hiyo haina shida. Mimi nimeita unajua si mahala si unataka nini? Si unataka bibi yako kuwe na haona maina. Unasaidia bibi yako. Mbona usipike?
tuko na maid apike. Kama bibi amekuwa hawezi pikia bibi yako na watoto wako wasikie. Ndio inaduma yani. Kama mama yao ni mgonjwa anaweza pika. Kama mama yao hayuko ama amechelewa anaweza pika. Kama hako mama yao ameketi hapo, hakuna kitu anafanya, ni alikwambia zile tu siwezi. Hadi mnaweza kuwa mmekaa tu hapo chini, mseme kuna kitu anajua kupika. Hadi wote kuna kitu unajua kupika sana. Unajua mimi nimetoka chakula yako ni baya. Pia jamii na mambo ya pika na amejitolea na mimi napika. Anakuwa romantic. Acha hapo. Na kuonyesha upendo kwa watoto wake. Nimesema being a man is a gift. Naona mimi nikiwa mwanaume, mimi hadi job nikose, heli niende mjei sikudangani. Na kama tunawasi siwezi kaa hapo. Tunafanya sisi wote wawili. Solution. Kuchoka sana. Mimi ukiniletea Jenny anasema hataki kupika. Siwezi pika. Mimi uniletea nini? Haya, sieni mwingine. Wewe ni kazi ya kupika. Bwana nimeleta mwenye anapika. Hai, sinajua chakula. Mahala Joakim watu wanasema uko kazi sio. So the solution is, unajua mimi sitaki niambie because wewe umetoka na mimi nimetoka, sio? Sikutafuta mimi. Au mimi tunataka. Mimi walai, unajua unanipata na yeye. Nyama pale, unaniambia Mungu asikule. Sasa dem ni nyama. Na wewe ndiye kuna nyama unaweza leta uwezi kula. Kwanza hiyo point sipotele. Maybe ni nyama. Joakim ni ubwa. Hadi umetaka that is being like a dog man. Unajua ni dog. Okay, mimi understand the parable. Unajua bibi anaweza kuletea maybe mwingine anakaa. Hiyo sasa anakuja chakula yenye anakupikia. Unaona kama mimi si mrembo, chakula siwezi kula. Joakim. Mimi nimekwambia yeye leta mimi. Mpaka ilibulwa. Mimi wangu atakuwa safe. Huyu chawahi kwa Joakim pia. Ndio wewe tu iko unaniletea chakula aje hapo kwa meza uwe. So wewe huwezi taka. So ukikosa I think my wife sasa bibi yako ndio anakuwa akifanya kazi zote. Kwani atakuwa akifanya kazi. Ama karia woman. Na kama ni karia afanye kazi kwa kufanya akule huko. Na watoto waletee chakula. Joakim maisha. Nguo zitafuliwa na nani? Gai bani. Sasa unampeleka au? Unajua nauliza siku, unajua ameenda church, unajua despite being siamini church, bibi hawezi kuwa wa church kumwambia si anaenda hadi saa 7. Kutoka saa 7 na mpeleka hadi huko masiksi, si ndio? Ama huko usiku ama hadi anakunywa pombe, lazima umpeleke out hizo out. So lazima nimtafutie mtu wa kumsaidia. Sawa, unajua it nikikompare kununua food na kupiki zikiwa zimepikiwa kwa keja, heli ziwe zimepikwa huko. Najua huyu maid si ati analeta food, anapika food ananiletea. Si tuko na dining, amepika food, anajua si tunakujaga hizi masaa, nipate ameweka hapo. Bibi despite how tired she is, kupakua haezi shida. Mimi nimelelewa na mamangu na babangu na hakuwa na maid. Sasa kwa good. Walikuwa wanaenda kazi masaa fulani ka from 4 mamako ako home.
4. But unajua Kariauma ni mtaadi unaweza sikia like a whole week hayuko home. Maybe. Mama anakuja akiwa amechelewa. Ama saa 4 saa hivyo. For the first time huyu ameongea Kitu inaeleweka. Unajua hiyo ni kitu naelewa. Na we are very grateful. Sasa ndio ameharibika. Sasa Unaona mtu kuongea hizo view pia vibaya. na nyinyi mtaishi bila baba. Lakini hiyo ni view yake sana. Lakini akipata pia tutataka. Sasa ndio kwa Sasa niko sawa. Roho yako imeingia. Ameingia huyu. Hiyo ni fun. Ni fun. Unajua ndio kitu kimekuja kwa hapa. Sasa nasema kia. Najieka kwa situation si amekuwekea huyo maid umemkula. Every imagine si umemwekea shaba boy amemkula. How will you feel? Tafiri vibaya Ati hakuna shida wewe. Lakini kama ime happen sha happen hakuna kureverse. So mbona it happen as long as kitu sitaka ufanye hiyo sitafanya. Ni sama na sama hiyo. Sawa. Ufanye sitaki siwezi fanya. Lakini pika is a joke because huyu. Amebadilika. Angalia hivyo. There is this difference. Unajua caring ni situation whereby tumepatana nimesema kujua how Mungu ni wa miujiza. How have you been? Kuna kitu Mungu hawezi. Unajua that is something verbal. Sika. Yeah. Nataka wiki ya 50,000. Hiyo siwezi nunua. Juu hauna hiyo pesa. Hadi nikuwe nayo siwezi. Tuachie hapo ndio. Sawa, usiharibu. Cause that hiyo ni wastage. Vitu za waste ndio hapana. Nasema ni But kitu unrealistic expectation kutoka kwa wasichana. Yani ana expect something unrealistic. And then unapatanga day unrealistic. hakuna venye ana expect we as a man. Ukue. Behave and then akiingia maybe into that relationship anapata si hivyo. So hiyo inaachana tu. Hiyo ndio another reason watu wana date na wanaachana. Cause mademo wanakuaga na hiyo unrealistic expectation. Ujaipatana na demo na mpatia. Lakini hiyo shida mingi kuona. Unajua kuna kitu kuna demo anaweza kuona hivi huyu ni bad guy naweza taka huyu guy. Mkiongea na yeye unasikia anaanza kukuuliza sijui unaweza weka hizi ni rasta dread. So unajua huyu mtu there is that expectation hapo nayo. Also wanaume kuna shida nyingine wanakuwa nayo like umepatana na kama Jemiwa unataka kumuingiza box. Tuseme sasa uko comrade una pesa. Lakini ukienda kwake hadi unampea pesa, hadi unajionyesha tuseme umetumiwa pesa, unampea zote. Sasa unaona anafikiria uko na pesa hivyo. Sasa akikuja kwa hiyo relationship anapata boy yako na do. So anapata huko hivyo. Kwa grau mambo ni hadi heri ukidate kwenda tu uende hata kuitikia ni sawa. Twende tu straight to the point kwa avoid kupotezeana time. Si nimekuona and I have admired you na nataka nikuwe na yeye. So vitu utaniambia nifanye utafanya like unajua boy anaweza kuwa atafanya just to have you lakini si at for long time. So ata spend kwako achukue loan. Aliachukua loan. Sasa mimi ndo nasema kuja tu straight to the point. Unanitoa for 2 months. Niambie. Unataka kusaini contract yake. Si ninajua after 2 months. Sawa. Bali na contract. Nimepatana na yeye. Nikamwambia hii nini I have fall for you nini but just for 2 months. Mimi niambie tu baada ya nikikwambia hivyo utaanza kuona huyu anataka ama ile sasa utakuwa attached for no reason. ati we were just friends. Unajua maybe unaweza ni make lakini pia saa nyingine unaweza nyamaza juu hiyo 2 months inaweza isha uone ama tu niendelee na huyo. Mimi naona mtu mwenye anasema ati I want 2 months. Wewe ngoje hiyo miezi 2 iishe utafute
mwenye unatafuta. Mimi achana, mimi najua juu unataka tu kuja kunitumia 2 months uende. Hiyo obvious ni kutumiwa. So huwezi niambia ni kama real niitikie For 2 months siwezi kuambia bila kutaka 2 months. Msiwe na hiyo. Lakini plus sisi mimi kama dem pia hatupendi kuambia ukweli. Utaniambia ati unanitaka for 2 months. Utasikia bado utaona nitakutumia. Obviously ni kutumiwa. Usikue open sana na mambo. Nitajionea. Mwenyewe nitaona na macho yangu nione huyu. Tena ukienda kuingia kwa relationship na dem, kuwa tu enda kama unampenda, kama atakupenda back ni sawa. Kama atakupenda itikia. Kikataliwa ende utafute wako. Boy mwenye anataka, unaona hapo uyuko. Unasikia Thor. Unaweza describe sasa ni haka. Sasa ni haka. Unaona kwanza ukiambiwa Thor. Unatoa tu kwa hiyo topic story. Unamuuliza story za Raila bwana. Unajua dem hadi ana crush. Kila mtu alikuwa anataka Thor dark na hizo. Awe na six packs, hataki kitabi. Awe na madevu. Na sio 6 awe na siji anaongea sauti gani? Vitu hadi zingine huwezi ya deep voice. Anamwambia good morning. Ananiambia kama nani? Good morning. Good morning baby. Kuna zile specification wanataka. Ukiwa na soprano unatumwa. Lakini imagine zingine unaweza kuwa na huyo mtu afu kutalingana na venye mtu atakutreat. Sasa kama mtu atakutreat vile hizo tutatafuta ka 6 pack tutatafuta. Urefu tutabai hai. Tutakunywa ndio. Sema sana Urefu nayo tutafanya hai. Niko na yake kwa mrefu, mtu utatumia yako. Wewe ukisikia umeambiwa unatakikana kifua, wewe anzia Yeye dema niambia nataka kifua, huyo anajua niko out. Hadi nifanye nini siwezi pasi. Niende hiyo jimbo na wewe kafua kwa nje. Kafua kwa nje. Kama sama ende ambiwa mimi sipendi watu brown. Imagine tuweze kusema it's clean na chiwawa. Ayaya. Alafu unajua sio mnaweza date na mtu but communicate venye inafaa, so like your relationship inakuwa dead communication especially long distance relationship hadi hawa date kuna venye unaweza pata mtu ana react weird au muambi so yani hataki ku for example mimi tukidate hata kama ni long distance ama nini for example ulichat mtu morning ana reply hata reply yeye ako busy lakini hasemi mimi hadi uniambie tu I'm busy na yenye maybe hako karibu na simu na hajaona si hajaona na imegrewa wasichana hapo unakuwa connected na internet plus kuna mtu unaweza kaa na yeye anakuanga kwa simu yake 24/7 mimi tunaweza unajua vile anakuanga tukue open hapa hodi boy wako anafanyanga kazi penye anafanya maybe simu iko karibu lakini ako connected na internet igre lakini hako karibu hata kama umependa atajua aje na wewe mtu anakuwa busy for mtu unapenda unaona ukiwa kwa hiyo office ujiongee na mtu wako kutoka asubuhi mpaka jioni hadi good morning uwezi lakini unajua expectation ya madem sisemi hivyo nasema unajua pako na dem mwenye ana expect ukinichat saa immediately ikigrade reply hapo pako na wenye wanataka ama nisimalize 5 minutes ndio mimi nasema unajua kuna mtu sasa kama wewe na kujua wewe unaonanga unasikianga notification kiushaangalia kwani yangu huoni maybe you say unaona akiupload mimi unaona kwamba sio ameanza kwa hivyo unaka nini nayo unaona lakini hapo ndo inataka like kitambo alikuwa anarudisha immediately lakini sasa kama ameongea anaona ameongea usikimi hadi dem nimpigie twice akaweza kuchukua ama unasikia vyenye anaongea she's not interested. Unampigia na kuuliza anakuambia ni nini? Kama anachukua na nyamaza sema. Tena unaona kama dem yenyewe lakini wademu wanapenda story bwana. Lakini anataka ni ataongea wewe. Lakini mkikubalia unaona hivyo ati ukichatiwa asubuhi ujadiply mnafaa mna agree mi job naingianga niko busy sasa unaona mtaelewana mnaongea unasema lakini wewe hiyo ukienda hiyo lunch si lazima kutakuwa na lunch break una reply unamwambia si unakuja hadi jioni nimekuchat hujaona message na usharudi mimi nakuchat mimi najua that type
Ama uko tu kama wewe hata wewe unakuama hivyo. Siwezi kudanganya. Mimi naona tu nikiwa na message na najua hakuna information yenye ni relevant tunaongea. Unajua aje? Hapana. Si anaisomea hapo juu. Unaona tu ni spam. Sasa nimesema hebu niambie unatumia message 20 zina zote hakuna meaning ziko nayo. Sasa na unatuma 20 kwa nini hata wewe? Kuna wenye wanafanya hivyo bwana. Usipitishe mbili. Hadi message yake hata mimi call unless unajua unakufa. Diamond amekutext. Uko na hiyo simu na unaangalia unaona hadi vyenye amekutext. Sitajibu. Ya unaweza kosa kujibu. Sisi kama ama unasema to chat in a good manner. Unaongea na kifua. Ama unataka tu usuli. Ama unasema sitakutumia message ukose kureply yenye inafuata hapo ni matusi. Ama to imagine unafanya nini uko na nani? Dema amenichat. Beba niko moodless. Sana naweza mjibu aje. Huyo na yeye tena tu. Hiyo na tu hivyo najua si ni makosa. Kwanza moodless inaongezeka. Kwa nini unaleta kina nani? Ndio sahihi. Na mademo. Mtu anataka mchat. Wewe tu link account yako na chat GPT. Watakuwa na chatiana mdogo mdogo. Na hivi anashangaa hii drama yote umetoa. Wali mtajika nakuja kukuambia tu uliniambia aje unashangaa nikijua ni GPT. utapitia Itajua aje. LGBT na wakorea bwana wewe. Unajua hao ladies wanashinda. Wewe uko sure? uko sure? Si vile Unajua demo na na nashangaa hii grammar yote unatoa. Sasa wewe nitamjibu aje? Unamjibu aje? Unaicopy chat GPT. Inajibu. Wewe una copy unajibu. Tumewaona. Unajua made. Wameexpress sana. Sana bwana. Hata wewe ukisikia amekuchoza chukua chat GPT bwana. Anaanza na chat GPT alafu anakula maid. Wewe tu uko dunia. Sasa umeturudisha wapi? In case that happens, inaenda hiyo inavurwa. Unajua mimi there's this willingness. Sitaka kukuwa employed na tinatoka na huko. Maybe inaweza kuwa self employed ama remote wake. Niko kwa nyumba the whole day. Kuliacha maybe huko ukaenda kazi. Na ukikuja jioni uko na mambo. Control for how long? Hapo ndo royalty nikiwa bibi hapo. Should be loyal to your spouse. Meje mzee. Naendea huko Bugoma bwana. Tukana kwa kina. Ama basi si kuna chef wa baba. Au ndio simkulane na yeye. Unajua hapo huyo akuja huyo akuja atake bibi yako. Unaweza feel aje? Amekuja akataka bibi yangu mzaa. Bibi amekuja amenitaka. Unajua mwanaume ni kuna demu. Sio maana tunasema. Hata si tuko mix. Mfanye kitu kitakuwa ina favor both parties. Huyo ni short. Mimi nishapeana tu disclaimer. Wewe ukileta maid ukae tu na ukileta shamba boy akue akotoza ni hivyo. Na wewe ndio kafupi. Ni hivyo. Sasa yeye I choose yule nini? Wewe umechagua maid na mimi nichukue huyo wa shamba. Si tuko sawa. Kama wewe chamani. It's a fair game. Kwa nini muoane si mchukuane basi nichukue bibi boy. Na yeye ndio akiolewa alete bibi mwingine uoe. Nitakwambia ukweli. Na wewe watoto wake. Watoto wa maid. It is easy to say. Kuna utaona hapo. Kama umekaliwa wewe kwanza. Chapati. Bibi yako anaona saa hii. Kuna ni bibi wa saa hii. Unajua internet never forget. Utapata hata wewe uko Busia. Hata huyo wa Busia tutamkatia hiyo pale. Mimi mtu atatoka na huko akuja kunilistia na venye nataka niishi kwa maisha yangu. Na usiwisikiza watu waongee hivyo. Kwa nyumba anaitwa ni point of view yako. Ati nini? Anaambia hebu kneel down. Mimi na down ya mtu. Kama una heartbreak yangu saa hii anakosa kula wiki moja. Anablokiwa kulangi huyu. Bana, unajua vitu vingine. Walai. Si ni ukweli?
wewe msikue personal sana. Si ati ni personal. Wanijulia wapi nilikuwa nimeblokiwa hiyo siku. Unajua the reason Hawa ni chumvi wanaongeza. Ni chumvi wanaongeza achana na wao. Kulagi lakini ni lunch. Ni lunch. Lakini iwe inakuwa lakini hapa unatuambia aje stress. Hamtaki maid akulie. Unajua mwibaji aliuliza hivi ukiandika hati ya maid idaka. Mtana mwibaji. Hadi mimi hawa wanaongeanga venye wanataka msikie. But in real sense kuongea ukweli kuna maid unaweza niletea hadi mimi nikikaa hapo naanza hadi unafanya nini hapo? Na wewe unafanya nini hapo? Sio kwa kwangu. Naona vitu hapo ndo loyalty inaingilia. And then discipline. Hata mimi mwenyewe siwezi kuletea. Hata unamleta wanini? Unajua sasa unamleta wanini? Ndio maana nikasema waachana na maid. Unajiweka hamwezi operate in this. Unajiweka kwa risk. Venye maisha iko sahihi ya kuwezi kuwa nyumba haina. Lazima kwa job yako job. Na watoto watatu. Maid. Ama kuwa hapo. Kunalingana na venye unaitake, lakini mimi najua itikano wake maina. Tuseme kama bibi anafanya, tuseme kama ni kazi ya kuuza vitu kama tuseme ako na boutique. Tumesema sasa tunaongelea akalia woman. So achana boutique. Achana boutique. Hata wewe unajitoa akalia woman. Hapana, Mr. Costa akalia woman. Ndawa mwenye atakuja, unaona mwenye atakuwa vile. Lakini na atakuwa huyo akalia boutique akuwe na undesirable characteristics. Utamwona tu sababu simply because she is available. Unajua utawana kwa nini? Wangi mimi unajua for me nitaoa for different reasons. Mimi na watu sababu nipande tu watoto. Juu uko na bibi na upiki. Kama una bibi huwezi oa. Kama uko na bibi, kama wewe unaona kama una bibi unaona? No, sitaoa. Kama una kuoa huwezi oa. Na hapana, si nikutafuta mtu anatafutaga mrembo. Kama una lema hawezi oa. Kama yani wewe unatushanga. Nakumbuka tukiwa class hivyo alikuwa anasema atakuwa father. Wewe enda huko. Mimi nilikuwa father. Nani atakuwa father? Aende akacha akue tu. Ushaharibika. Unajua hadi ukue uache kusumbua wasichana. Jua usipoteze na Sam na alikuwa mzuri. Basi najua msimtrige. Tuko sawa. Sorry tuendelee. Nije gokwelaga. Hata ulikuwa unasema nini? Ati father amefanya nini? Kwa father wewe. Tulikuwa hivi. Kuna maid hadi uwekewe hapo unaweza cheat na yeye. Kuna mwingine hadi utaleta huyo mwingine. Okay sawa. Ni huyo siwezi. Nimekwambia hata ukimletea kamuma. Hadi chakula kitapikwa na yeye. Unaleta mtu mwenye hadi anakaa vibaya kwa nini? Sura anakaa vyenye anataka. Sasa wewe na kuja kwako ajiogee huko akue msafi abadilike. Unaona kama tunakuwa unajua sura kama inakaa vyenye anaenda. Huyo hadi ndio sura ni wazazi hata nyinyi nini. Bedhi anakaa huko 24 hours. Naweza taka mimi hivyo hata. Anakuja kufanya kazi anaenda. Bedhi akapoa. Kwanza hata nyinyi kwa nyinyi lakini wewe bwana sikuna bibi mimi mwenye anataka kwenda aende. Sikuna mabibi wanakuliwa na kiateka. Kiateka kona anaihiki kwako. Na kula nini? Unajua this guy is saying ati bibi huyo maid anakuja na akienda haezi shughulika obviously. Utakuwa unajua TV kama time mtapatana the same way. Maybe hadi uko off na anafanya mchana na Sam si amekama. Mbona mlikuwa mnasema siwezi mkula kama anakaanga huko daily? Unaona kuna vyenye anakaa, kuna vyenye anaweza kaa wewe. Mimi nasema tu siongelele peke yangu, nasema tu generally wanaume. Tuseme like vitu zenye zina affect relationship. Bado before to conclude kulikuwa na hiyo ya loyalty. Kama unapenda bibi yako hata uletewe huyo maid hapo huwezi shughulika na yeye. Obviously utashughulika kama na so upendi bibi yako. Uwe discipline. Unajua kuna kitu na shidagwa, unajua kucheat si kumaanisha sikupendi. Especially in men. Na kuna kupenda na kukua royo nini? Unafahamu note. Ati kama una cheat unaweza kucheat wewe. Kuna kupenda na kukua royo. Royo ni hiyo like
especially unataka kuhuyo mtu. Sijui kama mnajua hivyo. Ati mtu anaweza cheat na anakupenda. Kwanza men tunakuaga hivyo. Hiyo ndio nature yao. Yaani like but huko loyo ndio. Unajua ni chance. Lakini nakupenda, lakini naweza kucheat. Hiyo nayo naweza amini, lakini huko loyo. Hapo loyo imeisha. Hapo ukijua loyalty imeisha. Na mimi dem nikijua hivyo. Unakaa na mtu anaenda na huko. Unajua na yeye dem haezi kucheat na mtu hapendi. Unajua mademu wanatuambiaga aje ati tuseme nimecheat na huko tu shetani tu tuseme ni shetani. Shetani mnashikago na shetani sana. Pombe nini? Ndio imefanya nikaona msichana kama ni wewe so so mimi aje mimi kuna vitu nilifanya, shetani aliniingia nikafanya kama hizo shetani zinaweza niingia hadi mimi naweza niingia. Naona mimi gari naweza niingia kwa msitu bwana, uje uokolewe na mama na sio akupeleke kwake akupikie aniambie nimekufanyia hivi na hivi na hivi, mimi nataka leo nyinyi mko tu na ile tiro mko na karo tunaongea tu like kuna kitu wasichana wenyu wanakapikiana sini real life yenye meno wanapatana nayo. Najua sima. Unajua nyinyi hamdai. Lakini kuna men na boys. Unajua nyinyi hamdai. Kuna men na saa. No. Kuna men na saa. Mtu anajua vile anafanya sifanyia mtu hiyo. Hapana. Hizi ati nimekufanyia sababu na kuja. Walikuwa wanakaa na wanyama huku duniani with a reason Ati wanaume walikuwa wanakaa na wanyama. Naona they were created before women. Sasa simulikataa mambo ya Biblia ni nini tena? Usianze hiyo topic gani jamii wewe? Kwenye mnaelekea wewe. Unajua tunaongea hizi vitu issues zenye zina affect relationship. Tuongee hadi kesho lakini zenye tutataja si mwenye anatuangalilia anaweza weka hapo kwa comment section. Sure. Yeah. Tuambie like the things zenye unaona zina affect relationship nowadays. Na msitu judge kama mimi. Hadi mimi sijudge. Lakini hata mimi msinijudge. Hapana. Ukinijudge umerongea Mungu. Mungu anasemaga aje? Waombeeni. Sisi umeona hizo ya shida solutions. Be loyal. Like be loyal, practice. Understand your partner. Loyalty is not something I can assure you. Date your type. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Sure, hiyo ni ukweli. Date your type Naweza jua aje wewe ni type yako. Sasa ndio maana mna date ndio ujue. Mnapatana mnaongea. Kama hujui type yako hata wewe unajua type yako. Hata kama hautamjua vizuri utajua huyu ni mtu wa aina gani. Sasa unajua hauwezi jua mtu vizuri. Mimi nitawaambia ukweli. Usidate. Be single. Na usioe. Jua hauta avoid hizi mashida. Advice yako, advice watu hapa. Hebu advice. Weka focus with yourself. Usifocus na mtu. Especially when you are young Sure. Because unajua naweza sema nitakuwa loyal. Sijui what will bring, future will bring. Sitakuwa. Of which hadi my wife ama madam wangu she can assure me about that. Sijui kesho. Na unajua kuna vitu hadi anakuelezea hadi wewe unaona if it were me nikuwe kwa such situation I would have taken your decision sido and simply because si mimi nilichukua na yona ikiwa wrong unaona mimi naonaga heri u avoid hizo vitu heri ukose kama utaweza ku avoid so utaoa Sam unasema u avoid mimi nitaoa watatu ati sawa utawatoa wapi mimi naona for children ni sawa Sam huyu ataoa watu watatu huyu anataka thank you maana mtu aje sasa ninaweza ambia mtu kaa venye tu Morina amesema just date mtu mwenye you are compatible mtu wenye mnaweza enda mahali na yeye just date your type simple okay just date your type na as long as na muandaeni your type bwana as long as mtu hujui as long as mtu ana no okay date your type as long as mtu anakupenda vile wewe unataka reciprocate hapana serious wewe cha kuguza pesa wenyewe as long as mtu anakupenda vile wewe unaweza taka kupendwa weka tu hapo uko sawa usiende kuangalia venye watu wengine wanapendana na wanapendwa usijicompare mimi naweza sema siwai date dating is painful siwai date kama unataka kudate anasema hivyo na kuwe na preparedness
Hebu shikilia hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli wallahi. Mapenzi ni Sasa hiyo, sababu mapenzi. Hao wenye unawaambia ujue wako na watu. Wako na watu, kila mtu wawili. Unadate watu. Ni hivyo, thank you. Thank you msia. Guys, Sijaribu. Hapana jaribu. Haya. Na Mimi nasema hii DP iko na date. mtu afanye vile anataka. maisha yake. Risk tu, kama ni kuogopa heartbreak, kama itakupata ikupata, kama itakupata baadaye. be loyal kwenye una feel To be. Kwenye una feel wewe roho. Na mtu huwezi kuwa loyal kwake juu unajua mambo zake. Kama unaona ako loyal hivyo, give it back. Let the loyalty be mutual. Sasa wewe ndio utajua, si guarantee. Just be loyal where it should be Necessary. when necessary. Risk. Unaweza pigwa heartbreak na wakufangi. Avoid social media pressure. Muelewane tu na mtu wako. Hawa wako na watu. Chaneni na wao. Anawaambia msidate na kila mtu ako na hata Saidi hata status sionangi na msikwe personal. Sasa hiyo wallpaper ameweka dem na anawaambia msidate. Wallpaper ni dem different, DP ni mwingine. Dem ni sana. Na kuna WhatsApp mbili na iko na different dem wapi. Ngoja tuingie hapo. Anasema kila kitu yetu Unayemewa mara 10. Hiyo na yeye nimeona.